wakiamua kukamilisha mradi huu, Simba kwa mara nyingine itakuwa ni klabu nyingine ya mfano. Wewe mwenyewe unaitamani kwa mara nyingine itakuwa ni klabu nyingine ya kuigwa. Simba, wewe utakubaliana na mimi. Nisikilize vizuri. Yaani ondoa tu ushabiki wa Kariakoo. Lakini wewe utakubaliana na mimi. Ndio. Moja ya klabu ya mfano Tanzania kwenye engo ya kimataifa ni Simba. East Africa Mashariki. Ni Simba. Hiyo inajulikana, hiyo iko wazi. Hilo halihitaji maneno mengi. Kama kuna mwana Yanga yoyote anabisha, ndio, mwambie aje tubishane kwa hoja. Unasema kwamba klabu namba 1 East Africa Mashariki na hapa Tanzania ya mfano, kwa sababu ukizungumzia East Africa unaizungumzia Tanzania, si ndio? Ndio. Au unaitoa? Hapana. Ipo. Si ipo? Simba na hapa naiweka kwenye engo ya kimataifa. Sio maneno vizuri. Nitajie klabu yote ya Afrika Mashariki na Kati iliyocheza robo finali mara 8 zaidi ya Simba. Hapana, hamna. Twende Kenya, ipo? Hapana. Uganda ipo? Hapana. Tanzania ipo? Ipo. Only Simba. Only Simba. Na hili silisemi kama watu wanavyomainisha. Kama kuna mwana Yanga mwenye akili timamu, tukae meza hii moja. Tuzungumze vilabu ambavyo vinafanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika. Sitaki kusema mafanikio. Sasa mimi bado naamini kufika robo sio mafanikio. Ndio. Sio maneno vizuri. Nazungumza vinavyofanya vizuri, vinavyotangaza vema nchi yake, tofauti na nani? Na Simba. Ndio. Ndio maana nikasema kama ikitokea Simba wanakamilisha mradi wao wa basi kwa mara nyingine tena Mwezi Media, Simba inakuwa ni klabu ya kuigwa. Simba inakuwa klabu ya mfano. Na inakuwa ishikiki mpaka sasa hivi kutokana na wigo. Sasa wewe unakwenda kumiliki basi lenye karibia bilioni 1 ama zaidi ya bilioni 1 dola. Dollars hizo. Dola, wewe Mswahili ndio unasema dola. Lakini sisi ambao tunashiashia kilugha cha Amerika tunasema dala. Dala. Bwana wazungu. Hatari sana hiyo. Tena Muamerika. Mbongo anakuambia dala leo imepanda leo. Lakini mbongo atakwambia dola leo imeshuka. Kwa hiyo umenielewa. Kwa hiyo waambie watazamaji wako wa Mwezi Media, linapokuja swala la kimataifa, mimi nitasimama kipaumbele kwa Simba ni klabu ya mfano. Mimi nitasimama kipaumbele kwa Simba ni klabu ya kuigwa, na hili hata niamshwe kutoka kwenye jahannam kaburi, nitasema kwamba East Africa nzima Simba ndo only Simba Sports Club only. Hamna mwingine. Only Simba Sports Club. Mwingine labda umweke wewe. Bwana hapo kumekuwa na vuguvugu mitandaoni baada ya Yanga kuanzisha chuo cha soka. Sasa kitakuwa ipo na chini ya usimamizi wa Yanga kwa ujumla, ikishirikiana na makocha maarufu duniani ikiwemo Piso Musomane kutokea Mamelodi na kocha wa zamani wa Al Ahly, na kocha mwingine haijakonfirmiwa zaidi atakuwa ni wa kigeni, aidha atatoka Spain au atatoka bara la Ulaya, atakuwepo katika kuwafunza au kukuza vipaji hivyo. Wanasema Morris Abraham na Pacome. Ukiangalia ukuaji wa Morris Abraham na kiwango chake, lakini pia tunafahamu Pacome ametoka ASEC Mimosa na kipaji chake kimekuwa pale. Yupi ni bora? Umeona? Imekuja kwenye skuli hapo. Unajua twende kazi mwamba. Wewe utaondokana nani? Mimi nitaondokana nani? Morris Abraham, Pacome Zouzoua. Ndio. Kwa maslahi mapana. Kwa maslahi mapana. Elewa neno maslahi mapana. Ndio. Mimi nitaondoka na Morris Abraham. Utaondoka na Morris Abraham. Na kwa nini uondoke na Morris Abraham? Yep. Swali zuri sana. Na wote wamekuzwa katika academy. Swali zuri sana. Mimi natambua ubora Pacome Zouzoua. Contribution yake ndani ya Yanga naitambua. Lakini pia kwenye timu yake ya taifa. Lakini pia klabu aliyotokea kabla ya Yanga, nikimaanisha ASEC Mimosa.
moja klabu bora sana kwenye bara la Afrika. Na moja klabu ambayo falsafa yao ni kuzalisha vipaji. Moja vipaji walivyozalisha ni kina Pacome Zouzoua. Yao Kwasi, Stefano Aziz Ki, Fabio Cramo. Fabio Cramo unafahamu? Namjua. Alikuja Simba. Kwa bahati mbaya pale Simba palikuwa na misumari mingi akashindwa. Unafahamu? Cheka la hatari. Umeelewa vizuri? Lakini unapozungumzia Pacome Zouzoua, unapomzungumzia na Morris Abraham, outcome yao ni ipi kesho? Ndio pale mimi ninaposema naondoka na nani? Na Morris Abraham. Morris Abraham, kama Mungu akipenda, akimpa maisha marefu, akimtunza, Morris anaweza akacheza zaidi ya miaka 10. Morris anaweza akacheza zaidi ya miaka 10 mbele. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu ni kijana mdogo. Tofauti na Pacome. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ni kijana mdogo. Lakini mahitaji ya Pacome inawezekana. This season, honest season. Si unaelewa vizuri? Ndio. Na ndio maana mwalimu kochi anaamua inapofika muda fulani kumwambia Pacome njoo kwenye benchi. Anaogopa kumtumia sana kwa sababu anaamini tunamhitaji zaidi kwenye msimu huu. Tunajua ubora wake. Lakini unajiuliza age yake kwenye majeraha ikoje? Kwa sababu mimi naamini majeraha ya under 20 na majeraha under 30 ni tofauti. Leo atuseme kwa mabaya, ikitokea Pacome anapata injury, atatumia muda mrefu kurecover. Umeona vizuri? Lakini Morris Abraham bado mifupa yake ni michanga. Umeona vizuri? Hawezi akapata majeraha ambayo yanaweza kumweka karne na karne. Sio kwamba wachezaji wadogo hawakai majeraha muda mrefu. Nishawahi kushuhudia kiungo wa boli, mchezaji wa kimataifa kutoka Uingereza, klabu ya Arsenal, Jack Wilshere. Alikuwa ni mdogo na ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Akapata majeraha ambayo yalimuondoa kwenye mashindano ya mpira wa miguu. Si kwamba hawapati, lakini kwa mahitaji ya kesho na kesho kutwa. Pacome unaweza ukamtumia misimu 2, Morris unaweza ukamtumia misimu 10, nani unaondoka na nani? Hata ingekuwa ni wewe unaondoka na nani? Huyu mwenye miaka mingi. Kwa hiyo wewe unakubaliana na mimi kati ya Pacome ama Morris unaondoka na nani? Kwamba mwenye umri mdogo kama ulivyosema. Lakini kaangalia umri wake mdogo. Vipi kuhusu talented yake? Ndio. Morris Abraham. Vipi kuhusiana na mchango wake kwenye timu yake? Leo hatumzungumzi sana kwa sababu hatujashuhudia timu yake ikichukua ubingwa. Si ndio? Hatujai kushuhudia timu yake ikimfunga mtani. Lakini I swear for God. Ikitokea Yanga na Simba wanacheza, Simba asizungumzi kwa mazuri kwamba Simba apate matokeo. Simba kama apate matokeo chanya zidi ya Yanga. Alafu Morris akatoa contribution yake. Whatever, akafunga goli ama akatengeneza assist. Wale wote waliokuwa wanamzungumzia Pacome wote watazungumza kwa nani? Kwa Morris. Na hapa wale wana Mungu watamzungumzia Morris. Wale wa Coast watamzungumzia Morris. Wala timu nyingine watamzungumzia Morris. Hapa watazungumza kwa sababu watatafuta engo kwa sababu huyu ni nani? Ni Mtanzania. Lakini for sure kabisa Morris Abraham ni miongoni mwa wachezaji bora ambao kama ligi ya NBC tunavutiwa kuwa naye. Kama ligi ya NBC tunaomba Mungu tuendelee kuwa naye Morris Abraham. Sasa kutokana na kuanzisha hiki, sababu inaonekana Yanga kuanzisha chuo cha wanafunzi wadogo wa soka kwa sababu ya Lydia Aucho, wameona pengo ni kubwa pale katikati, kwa sababu Yanga falsafa yao wacheze na wanatumia sana kati viungo wao kutafuta na kujitengenezea nafasi. Imesababisha kwa Lydia Aucho kiasi gani na wamejifunza kiasi gani kwa Lydia Aucho, ndio maana wakakianzisha hichi kitu? Inawezekana ikawa wamejifunza. Lakini pia inawezekana ikawa wamefikiria mbali kwa ajili ya miaka 5 ijayo mbele. Na hili ndio nilokuambia. Age inawasaidia sana. Leo hii
vilabu vyote bora duniani haviwezi vikamsajili Lionel Messi, haviwezi vikamsajili Cristiano Ronaldo licha ya ubora wao, wakawapa miaka 3 ama wakawapa miaka 5. Sitaki kusema moja kwa moja kwamba Yanga tulifanya kosa kumwachia Khalid Aucho, ingali makosa tunayaona ndani ya uwanja, lakini tungekaa naye mpaka lini? Lakini mbadala wa Aucho naye anaiji gani? Lakini mbadala wa Aucho naye ana kipaji gani? Tunamjuaje? Si umeona vizuri? Ndio. Watu wanaweza wakasema tumemleta Conte kwa sababu ya kurithi mikoba ya Khalid Aucho. Na iko hivyo. Sawa. Lakini je, amerithi? Changamoto. Je, ana kipaji kama cha Khalid Aucho? Bora Abuya. Wenyewe wanakuambia. Mashine hiyo. Abuya mashine. Kenya finest. Si umeona vizuri? Mimi binafsi nilitarajia siku moja Khalid Aucho ataondoka ndani ya klabu. Lakini mimi nilichokuwa nakiomba ni kupata mbadala sahihi. Wa nani? Kaletwa Bala Conte. Mimi kwangu mimi sitaki kusema kwamba ni mbadala sahihi wa Khalid Aucho. Nielewa vizuri. Sio kwamba wale wamekosea. Ila mimi siamini kwamba Conte ni mbadala sahihi wa nani? Muda ni hakimu. Ili tulipe muda. Tulipe muda. Lakini mpaka sasa hivi ili tulipe muda. Ila mpaka sasa hivi tunavyosema Bala Conte kama amesajiliwa kwa ajili ya kurithi mikoba ya Khalid Aucho, kwangu mimi amefeli. Basi ongea na Wanamwezi. Ongea nao Wanamwezi maliza. Mimi Wanamwezi ninachowaomba moja ni kuendelea kuisapoti channel ya Mwezi. Wataisapoti vipi? Kuisapoti ni kusubscribe channel. Ndio. Ni kuifuatilia channel. Lakini pia wasiache kudondosha comment yao. Ndio. Sio maana vizuri. Wasiache kudondosha comment yao. I'm not angel. Sitaki kusema ninawasema yote ni 100% na usawa. Kama kuna sehemu wanahisi kwamba hapa Dosa amefanyaje, watoe comment. Ila kikubwa na wapenda na nitaendelea kuwapenda. Ila wakumbusha Wanamwezi. Wiki ijayo ni wiki ya kimataifa. Wiki ijayo ni wiki ya kimataifa. Tushirikiane kwa namna moja ama nyingine. Asante sana wadau wetu waliokuwa nje ya nchi na ndani ya nchi.